tumesema mwanzo sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya Ekaristi Takatifu, sakramenti ya upatanisho ama kitubio, sakramenti ya mpako mtakatifu, sakramenti ya daraja, kisha sakramenti ya ndoa takatifu. Yes. So kupitia sakramenti ya ubatizo tunapokea huu mlango wa kuingia katika sakramenti zingine za kanisa. Inatufungulia, huo ndio mlango wa kufungulia. Sakramenti ya kwanza katika mwingizo ni sakramenti ya ubatizo, tunajua, na hutuwezesha kuingia kwa namna ya pekee mno katika ushirika wa Utatu Mtakatifu. Tunafanywa na kuwa wana wake Mungu Baba, warithi pamoja na Kristu, na pia hekalu la Roho Mtakatifu. Sakramenti ya ubatizo inatufanya warithi na wana wa Mungu Baba. Vile vile inatufanya kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Katika sakramenti ya ubatizo tunapokea Roho Mtakatifu, tunapewa Roho Mtakatifu. Tunapewa neema ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hapo ndio chanzo na vyanzo vya Roho Mtakatifu vile vile. Katika sakramenti ya kipaimara, huyo Roho Mtakatifu anatibuliwa, anatuweka thabiti, anatufanya mashuhuda kamili wa Kristo katika sakramenti ya kipaimara. So kupitia ubatizo tunafanya warithi pamoja na Kristo, na tunakuwa vile vile hekalu la Roho Mtakatifu. So iwapo umebatizwa, jua kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kuna wengine pengine wanasema tofauti. Hawatambui kwamba kupitia ubatizo ndipo Roho Mtakatifu anaanzilishwa ndani ya mwili. So tunafanya wapya, tunafanya hekalu la Roho Mtakatifu. Tunafanywa na kushiriki ufalme. Tunakuwa wafalme. Kupitia sakramenti ya ubatizo tunakuwa wafalme pamoja na Kristo. Tunakuwa makuhani wa Kristo, tunakuwa manabii pia kama Kristo wa Kristo. Alama hii ya kiroho ni alama ambayo haifutiki kamwe. Katika kanisa Katoliki tunaamini katika ubatizo mmoja. Wakati tunakariri ama tunakiri kanuni ya imani, tunasema kwamba tunasadiki katika ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. So ni kwamba alama hii ya ubatizo haifutiki kamwe. Pengine ndugu Changalwa, ukijichanganya utoke Katoliki uende kule kwingine na uende ubatizwe tena, hiyo itakuwa ni sarakasi. Yes. Itakuwa ni sarakasi inafanywa. Yes. Lakini ubatizo ni ule mmoja na haifutiki kamwe. Ila alama haifutiki kamwe. Sasa sio vizuri tuweza kujichanganya na tuende kwingine. Mwalimu, unamaanisha kwamba hata mtu iwapo amefanya jinsi ulivyosema kwamba amejichanganya, yes, ameenda kule kwingine, amepata ubatizo kule, akajichanganya tena mambo vile vile tena akarudi, hawezi batizwa tena. Ubatizo ni mmoja. Ubatizo ni ule mmoja. Atakuja tu, atarudi kama mwana mpotevu na apite mafundisho tena, kwa sababu kujichanganya inamaanisha kwamba hakuelewa mafundisho. Yes. Ndipo akajichanganya akaenda kwingine. So akirudi itabidi apitie mafundisho fulani. Aelekezwe vizuri, alelewe tena vizuri, ili kwamba aweze kurudi katika Ukristo vizuri. Sasa ni kwamba kupitia ubatizo nimesema kwamba ni alama isiyofutika, na vile vile pia tunafanywa kuwa wana wa mwanga kupitia mshumaa. Mwanga wa Kristo, mshumaa ambao ni mwanga wa Kristo. Nakumbuka wakati wetu tuzungumzia kuhusu mshumaa wa Pasaka. Yes. Mshumaa wa Pasaka ambaye ni ishara ya Kristo. Ishara ya Kristo, mwanga wa ulimwengu. So mshumaa huo wa Pasaka ambao hutumika pia katika ubatizo, ishara yake inatufanya kuwa wana wa mwanga. Tunakuwa kwamba sisi ni wana wa mwanga
wa kuangaza kila wakati. Tunakuwa mashuhuda na tunakuwa mashahidi kwamba sisi ni wana wa mwanga. Hivyo tunavyosema tunasadiki katika ubatizo, nilivyosema kwamba tunasema kwamba tunasadiki katika ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. So ubatizo ni mmoja. So tukuja kwa sakramenti ya kipaimara. Sakramenti ya kipaimara hii, sakramenti ya kipaimara ni ya pili katika orodha ya sakramenti za kanisa. Sakramenti za mwingizo ni sakramenti ya pili. Kupitia sakramenti hii jumuiya ya Kristo inakiri kwamba wako tayari kutambuliwa kama waamini wakamilifu wa kanisa ambao wamemvaa Kristo. Pengine tukisoma kitabu cha Wagalatia, unaweza kusoma kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 27. Wagalatia 3 sura ya 3 mstari wa 27. Galatia 3 sura ya 3 mstari wa 27. Mstari wa 27. Inasema hivi: kwa kuwa nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Naam. Yes. Tunavyobatizwa katika Kristo tumemvaa Kristo. Kwa sababu tunabatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Kwa hivyo tunamvaa Kristo. Neema tuliyopokea katika ubatizo huzidishiwa, ama neema tuliyoipokea, neema ya Roho Mtakatifu tuliyoipokea katika ubatizo inazidishwa na kuimarishwa na Roho Mtakatifu kupitia sakramenti ya kipaimara. So tunaongezewa mapaji ya Roho Mtakatifu tunapopakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Nakumbuka tulisema kwamba mafuta matakatifu yalibarikiwa katika Alhamisi Kuu, ambayo yatakuja kufanya kazi ya kutakasa katika mwaka unaokuja. So mafuta haya yanatumika katika sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya kipaimara, mpaka wagonjwa na kadhalika. Sasa hapa tunaona kwamba tunaongezea mapaji ya Roho Mtakatifu tunapopakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume Sura ya 9 mstari wa 17. Kwa sababu tunapakwa mafuta na kuwekewa mikono, ishara ya Roho Mtakatifu. Hebu soma Matendo ya Mitume 9:17. 17 inasema hivi: basi Anania akaingia nyumbani, akamweka mikono juu yake, akasema, ndugu Sauli, Bwana amenituma. Inasimulia kuhusu kuongoka kwa Paulo. So tunachukua majukumu katika sakramenti ya kipaimara, tunachukua majukumu ya ufuasi kweli na kukuwa mashahidi halisi wa Kristo, kama vile mtakatifu Paulo. Mtakatifu Paulo alikuwa shahidi wa kweli wa Kristo. Amemshuhudia katika maandiko matakatifu kila pale katika Biblia. Yeye alikuwa shahidi wa kweli wa Kristo. Kipaimara ni mpito ambapo waliobatizwa wakiwa kipaimara ni mpito ambapo waliobatizwa wakiwa wachanga wanaitwa kufanywa mfungo wa binafsi na Kristo na kwa kanisa
sasa wamefika umri wa kutambua mema na mabaya kupitia sakramenti ya kipaimara. Wale ambao walibatizwa, mfano wale ambao walibatizwa wakiwa wadogo, wakaja wakafundishwa dini, kufundishwa dini, wakafunguliwa na kadhalika kupitia sakramenti ya kipaimara. Hawa wanatambuliwa sasa kuwa Wakristo halisi. Sasa wamefika ile umri sasa wa kutambua mema na mabaya. So mpita huu una maana kwamba anayehusika anaelewa kwa kina majukumu yake katika jamii ya Kikristo. Huyu sasa ni askari mzima, askari hodari wa Kristo. So adhimisho la kipaimara hufanyika katika liturujia ya misa ili kudokeza uhusiano ulioko kati ya kipaimara na fumbo la Pasaka na uwepo wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Nilivyosema, sakramenti huadhimishwa katika misa. Sakramenti ni fumbo takatifu, fumbo la Kristo takatifu. So sakramenti ya kipaimara kupitia kwa liturujia inadokeza uhusiano ulioko kati ya kipaimara na fumbo la Kristo ambaye ni Ekaristi na uwepo na ujazo wa Roho Mtakatifu. So askofu ambaye hualika wanaopewa kipaimara pamoja na wasimamizi, hualika ili kwamba waweze kufanya ahadi ama kufanya upya ahadi za ubatizo. Hii ni kuashiria uhusiano uliopo kati ya sakramenti ya ubatizo na ya kipaimara. So ni kwamba katika sakramenti ya kipaimara, wasimamizi na wale ambao